Rukiro rwari katwari mantu ya Northimenti na of course tukiaracia mantu ya Kenya yonthe kwa jumla tuenda kumenya Kenya ri yitite atia mwankira tha ikwena mantu amaingi sana yario including recall ira yithiritwe ikionekana ni akira ri kwata mwanki mno mbere ya IBC bethro bakiaririe mantu ya ni tukutina sheria ya ku recall abunge mwankatha ikuringana na katiba itunjikia yanarenya ni wetikirie mantu ya lakini ethire kira bunge no mwanka ethire kibuithia sheria ino tutira itira abuithwa katiba ya Kenya mwankatha iri na ni kuma 2010 na mpaka leo 2025 tutena sheria ya kuricall abunge. Ni kwa nini? Tuli na mbunge wa Northimenti Mheshimiwa Rahim Daud. Karibu sana Mheshimiwa. Thank you very much kukupata nafasi na kuja kuongea na Wameru na watu wa Northimenti. Asante Martin. Ni furaha yangu kukuja hapa. Na leo nimeona mabadiliko. It is for the good. Mbona hujafika hapa kutoka tu? I have not seen hii studio sasa inakaa kama sitting room yangu. Lakini it looks very good. It's quite impressive. Thank you. Tunashukuru sana. Asante. Now, kabla tuanze Mheshimiwa, kambaranire na we Mumeru na nkwire ati ukiakwithirwa nukuthwanirie kurua nkima. Sai najua ndo unapanga mantu ya lunch nukubanga ntuku ikethirwa ekaria atia tafadhali. Kethirwa no ndukubanga mantu ya lunch. Fikiria mutu you nice yuri ha na ni kuoneka ndukene chionde na mauria kuna mukoyo waku na akwithirwa wewe unafikiria kurua kachapati hivi kwa sababu rirua chapati nchi antuko chionde thwaniria mutu you nice extra premium gano mutu nice extra premium gano na mutu you nice extra premium ugali ni mutu kuoneka ndukene chionde na mutu bwithitwe no taalamu no te abweuro sana kwa kishati yu inareuchia kwana chako kuna mwere waku wakati wowote ukupea afya na timu tu wake niki wako nyuri yake hapana yoni mtu yoko akishati niyo kwa kinya inya ya mwiri so etandukenerere ya kwena owe ete mtu ywa nice extra premium kana nice extra premium ngano na utapatiwa tunduka yoyote kioski kiure ya kwena owe supermarket wholesale as okethro yuona na no yuone kanini haraka no yuone kamukonji store lare sifa na kinya sama mutu yono no yuone kwa kana waparingira thimu kilukira 0729661667 kana 0755200197 kuluki kwena mutu yo kwena muchere you nice rice millers mutu yo pishori you nice rice millers ni muchere kinyeyo murona yo na harufu jirani ajai pika chakula wewe tu amuringa ningira omuri hiyo ni mchele gani umepika. Of course either hemu tujua nice rice millers na kulukio kia kudra wetete Nairobi kana umete Nairobi kilukira au nice digital city hapo utapata kila kitu kuwe na mkawa kuwe na supermarket kuwe na petrol station utapata kuna chemist kuwe na M-Pesa kuwe na ntuko karande yani kama unapanga wiki mtu out kilokera au nice digital city kwena swimming hapo nyuma na ukakweza kinyo kubwa utukero kana no kwenda kunoka kidogo by na guest rooms pale unaweza unaingia na ukanoka so itarionde nice na nice extra premium kila time ni nice. Karibu sana Kirimo Bango jua chanchamoka. So Mheshimiwa, wacha tuanze na mambo ambayo ilikuwa ifanyiki hapa Northimenti tayari. Kuna watu walikuwa washajitoa na wanasema wana collect signatures. So ni kama kuna watu ambao hawafurahii na uongozi wako. Ni kwa nini labda? Unajua kwa kila constituency ama kwa inchi lazima kuna upinzani. Haiwezi kukosa. Na kama hakuna upinzani unajua kazi haiwezi kuenda vizuri. Hiyo ndio mzuri ina keep everybody on his toes. Hizo hard toes. So no hard feelings? No. Unajua wakili ni rafiki yangu ule ameinitiate Kiogora Mugambi Suleiman. Alifanya the same thing in 2014. 2014 nikiingia tu sababu ilikuwa ni nini sijui. Si uliingia bunge 2013? Lakini niliingia 2013. Alifanya hiyo 2014 within a year alifanya hiyo kitu lakini haikunishtua hata wakati hile na hata saa hii hainistui because
2013 to 2017 nilikuwa kwa committee ya Constitution Implementation Oversight Committee, CIOC. Hiyo ndio ilikuwa inafaa iweke taratara ile vile itakuwa mtu anaweza kuwa recalled. Lakini the same paka leo haijaletwa bunge ndio iweze unajua sheria inasema 104 Parliament shall enact the ways to do it. 104(2). So Parliament haijawahi kufanya hiyo, na hiyo ndio sababu imefanya ya MCA lakini ya MP haijawahi kufanya, na until haitafanya haitakuwa pia. Elections law ilikuwa I think maybe 3 or 4 years back ilitupwa mbali na High Court. So lazima hiyo zianze kurekebishwa, na hatujakuwa na IBC miaka 2. So saa hii IBC imeingia, priority sio recall, priority ni boundary delimitation na elections zile hazijafanywa. Yes. Sasa hii kama ulikuwa kwa hii kamati ya CIOC, mbona hamkufanya hii sheria? Is it selfishness ya wabunge? Ilikuwa unajua sheria vile inafanyangwa ni Electoral Commission ile ilikuwako wakati ule inakuja na proposal, inaleta inapita kutoka kwa AG alafu ndio iletwe bunge ndio sasa tuchambue ndio tuweze kutengeneza kama sheria na ikitengenezwa ndio rais ya aifanye sign. Yes. So ndio tunauliza wewe, unajua issue moja ile ilifanya hukuwa na wasiwasi 2014 wakati wakili alileta hii recall, na hii mwaka pia ni kwa sababu ulikuwa unajua hamjatengeza sheria. Hapana, that is not the only reason. Unajua sheria ni 30, at least 30% waweke signature. So 30% ya registered voters. Ukisema 30% ya registered voters tuko na karibu 96,000 voters. So that is 32,000 waweke sign. Secondly, 15% from each and every ward ule ako registered should be part of those 32,000. Thirdly, wanafaa wapeleke hiyo signatures kwa IEBC kuverify kama hiyo signatures ni ya wale wenye kura. Sasa hata wangepata hiyo 30,000. Verification itafanywa aje? Ukikumbuka kuna wakati Kalonzo na Raila walipeleka chungu mzima ya signatures. Ingine ilikuwa ni ya ng'ombe, ilikuwa ya mbuzi, inaonekana inachorwa kama mbuzi. Si ndio zote there was no capacity in IBC ya kuverify hizo signatures. So sio ati ni wajumbe how wata verify aje? Hata hii signatures wakifanya leo tuseme wamefanya, nafikiri ni itakuwa ya uongo because hakuna mahali nimesikia town watu yangu wanaitafuta ni nani anafanya signatures. Mimi nimeambiwa kuna watu 7 wamewekwa kwa room wanatafuta zile ya Safaricom wa sign. So hiyo unajua itakuwa ni fake tu. Lakini I am not worried. Hata ikikuja alafu inafaa iende kwa High Court, although hiyo yote imetupwa kando, inafaa iende kwa High Court. What are the grounds kwanza? Kukeuka sheria. Nimekeuka sheria gani? Ama ufisadi ni gani? Ufisadi you can go to EACC. So that is, unajua ni maneno madogo, hata haiwezi pita threshold. Unajua some of the issues yenye walikuwa na raise mheshimiwa ni kwamba finance bill 2024 naam, ulipitisha finance bill, lakini wacha niulize impeachment ya Gachagua. Niulize ni wapi, I mean what is my role as a parliamentarian? Sawa. Ukisema mambo ya finance bill, unajua finance bill ya 2024 watu politicians waligeuza for their own interests. Mambo nyingi ile ilikuwa kwa the first finance bill ilibadilishwa on the floor of the house na committee ilibadilisha. Lakini unajua watu ushauri hawakutaka kusikia
walibadilisha kama Mheshimiwa Karo Murioki. Mi si ati na rule, I mean I am not in leadership because of her. Lakini wakati tuliongea na yeye akaniambia hii na hii na hii ndio mbaya kwa finance bill, na kuomba kama wewe ndio MP wetu uende upinge. Alikupigia akakwambia personally? Tuliongea na hata niko na messages zake. So what happened is nikamweleza kwamba ile issues ameraise tayari imeondolewa kwa finance bill. So it is not there. Unajua zilikuwa maneno mingi ya uongo kwa social media ati bibi na bwana, bibi anaweza kupeleka bwana sijui kwa koti shauri ya kitu ingine kudai pesa, ama ng'ombe zinalipishwa pesa zikiwa nyumbani ati kodi na hiyo, and most of those things were ni social media. So lakini sasa akaniambia kama hizo vitu zimeondolewa basi we hata ukipigia finance bill I don't have any issue personally as Karemi. And she was my competitor. Ye ni a potential leader kukua MP in future. Nikiwa saile mimi siko. I mean, I would not think mwingine because yeye amekuwa kwa siasa, anajua siasa ni nini. Sawa. Lakini sasa mheshimiwa, hiyo wakati watu wa North Imenti walikuwa wanakuambia nini other than Karo Murioki? Unajua kama watu ya North Imenti walisema hii vitu ni mbaya na zimeondolewa, what choice did I have? Kama vitu hile walifinga walisema hii ni mbaya, hii ni mbaya, hii ni mbaya, ikiondolewa si ndio imeondolewa. I cannot then go again and consult because walisema hii vitu ni mbaya na hizo vitu yote iliondolewa. Ile maandamano ilikuwa imefanyika kwa counties karibu 37. Haikukufanya usikie ni kama hawa wa Kenya hawataki kitu kabisa in entirety? Unajua the thing is misinformation ilikuwa nyingi. Yes, a few things ilikuwa sio mzuri sana. Ni kama katiba ya 2010. Mimi nilikuwa counselor wakati huo. Wakati Rais Kibaki alikuja Kinoru, tukamwambia hii katiba 30% haiko sawa. Kibaki, unajua wakati tulifanya mkutano tukiwa hapa kwa county commissioner, saa hiyo ilikuwa ni DCC. Akatuambia tupitishe shauri 70% ni nzuri, 30% tutabadilisha tukiwa polepole. So finance bill 90% ilibadilishwa. Zile zilikuwa contentious ziliondolewa. Lakini unajua shauri siasa ni kuchochea, ilikuwa hivyo. So there was no other way. Issue ingine yenye wana point hapa walikuwa wanataka kukurecall impeachment of Gachagua. Impeachment ya Gachagua. But that was a legal process. Haijawahi kufanywa vingine tena. Unajua wakati huu you cannot come out to consult because watu yako ndio wamekuchagua. On hindsight we may say imekuwa imeleta region yetu katikati kabisa because kumekuwa na vita sana. Na najua ni kwa nini unaniambia hiyo. Shauri juzi nimesema DCP ilikuwa involved kwa hii maandamano, lakini I have been proven right. Mi sikutaja Metheka, sikutaja CK, sikutaja hata moja, nilisema tu viongozi wale wanaegemea pande ya DCP. But wewe huwezi jua, mimi na Metheka tulifanya mkutano kabla ya mwezi 6 kwamba ameniambia tufanye kolabo mimi na yeye. So Karemi akiwa huko kwa DCP ajipange tu. Mnafanya kolabo gani na Metheka? Hiyo siwezi kusema. Metheka mwenyewe anajua. Tulikuwa na yeye tulifanya mkutano Nairobi. Kuna hoteli hapo karibu na UN. Karibu na US Embassy, sijui inaitwa, sijui kama ni Cedars ama ni gani. Shauri hapo ni karibu na kwake nyumbani, Mia Rich. So tulikaa masaa karibu mawili. Nilikuwa naenda bunge, so tulikula lunch, tukaongea. Na mimi na Metheka si ati tuko adui, tuko marafiki. What was the agenda? I cannot tell you that. Nimekwambia ni kolabo. So kolabo aina gani? Ni mambo ya 2027? Of course, definitely. Utakuwa running mate wake ama? Hapana, mimi sijasema mimi sitasimama MP.
Mimi I'm still in the race. 2027 hata kukiwa na hii itakuwa klama my fourth term. eh, Itakuwa my fourth term. hata kukiwa na hii klama ya bado ya kukurecall. Hakuna hiyo recall, hata IBC imesema Okay. there are no grounds. Okay, there is There no is grounds. no election law. Kabisa, there is no that law ya Haiwezi kukuondoa. kosa. Lakini sasa ndio nakuuliza, hata watu wakiwa wako satisfied na wewe hivi wanataka kukurecall. Lakini sasa unajua hata ukipata signatures leo useme umepata 50,000 signatures, how valid are those signatures? Hiyo signatures zimepitishwa. You know, Now, how do you know they're sio fake? the fact Unajua that 2 years to the election. the fact that mheshimiwa watu wanataka kukurecall ni kumaanisha kwamba Watu gani? hao ambao walikuwa Watu gani? wao ambao walikuwa Wapinzani wangu. of course. Sasa hebu hisabu Eh. tukisema hivyo Eh. Nordimenti tuko na 96,000 voters. Sawa sawa. Mi nilipita. Karo alikuwa number 2, Halima alikuwa number 3, Elias Murega alikuwa number 4. Sawa sawa. Hawa watatu ukiunganisha hata kura zao ndio zinafikia karibu yangu sasa. Tunaelewana? So huwezi kusema watu, sema mtu, because that's a different thing. Haikukuwa mtu mmoja. Hapana, but what I am saying, hata ikiwa ya watu 5,000, the people wale walivote for Karemi, of course they don't want me. Maybe now wamebadilika. Wale walitaka Halima, of course they didn't want me. That's why walimpatia Halima. But maybe wamebadilika. Wale walikuwa wa Murega. Tunaelewana? So hivyo there is always an opposition. You know, that is how life is. Okay. Sio kusema ati watu hawanitaki. Naam. Saa hii ukienda kuona watu wale wananitaka ni wengi kuliko wale hawanitaki. So it doesn't mean siwezi kuchaguliwa. Nikiwa councillor nilipata 2,600 votes. My closest competitor alikuwa Moria hapa Wagitimbene, 500 votes. Ule alikuwa councillor mbele yangu, Catherine, alipata 350, 400. So unajua it all. Sasa wewe ni favorite wa Nordimenti. I have won 4 elections. Of course. Mara 4. Sigambi. Hata kama unagamba. Sigambi. I am saying I have won 4 elections and I intend to win the 5th one, a 4th term in parliament. Na pia nimeongea hata na mheshimiwa Kiraito ni join bus. Shori nilichaguliwa parliament the first time tukiwa mimi, Kiraito na Munya, tulikuwa wote kwa bus. Nilichaguliwa kama councillor kwa PNU. So hata mheshimiwa Munya tumeongea naye kuhusu PNU. Tumeongea na Metheka, tumeongea na wote. So unajua tumeongea hata na Kindiki. So unajua kama mimi sina maana hawangekuwa wanaongea na mimi. Okay. Now, mheshimiwa, still tukua Nordimenti huku. Kuna wiki jana kuna story ilikuwa inasambaa sana kwa mitandao, of course, na hata kwa mainstream media houses ya shule moja huko upande wa Tharaka. Ya Tharaka. Naam. Sasa nilikuwa nataka kulete hapo kwa Mbirikene sasa. Huko Mbirikene pia. Kwa Mbirikene, hiyo ndio nataka. Ndio. Kuna hiyo situation pia huko Mbirikene. Wacha niwaeleze. Unajua mlireport lakini mambo hamukupata rebuttal from anybody, manake hamukupata mtu wa kujibu. Na uko hapa sasa. Watu walikuwa wanalalamikia hiyo classroom. Na Choo kwanza, wacha tuanze na classroom. Hata picha jana jioni nimeona, imeonyeshwa hata mmoja anatafuta kura mpya, hata ajui CDF inafanyanga kazi gani. Anasema CDF haitengenezi barabara. Unatafuta kura. Amekuwa supporter wangu, amenipigia campaign, sisemi jina yake. Anasema mimi nataka kumwachia kiti. Hakuna mtu anawachiwa kiti. Hiyo sio urithi. Tunaelewana? Hiyo sio urithi, atafute kura yake, lakini he should be understanding ni kitu gani CDF inafanya. Na hiyo classroom ni ya ECD. Ni ya ECD, hiyo ya mabati, sio ya MP, sio ya national government. Yetu tumejenga vizuri kabisa.
ukienda Mbirikene, ukienda hata Mbuta. Kwanza Mbuta ndio the best example. Unajua watu ya Nyaki East wengi wapinzani wanasemanga nimewatupa, lakini nauliza mkienda Mbuta before I entered ilikuwa shule ya mbao mzima, all classes ilikuwa ya mbao na ilikuwa imepatiwa only 200,000 in the previous administration, ile kabla niingie only 2 to 400,000 in 5 years. Mimi in 5 years nilikuwa nimewapatia karibu 4 million. Saa hii hakuna klasi ya mbao, wako inakaa kama academy. Ukienda Mbirikene primary, klasi zote tumezitengeneza. Hata nafikiri if not hatujaweka tiles, tunaweka tiles. So my classes zote ni sawa. Isipokuwa choo tumetengeneza ya wasichana. Tunaelewana? No. Unajua hatufai kutengenezea ECD because haturuhusiwi kisheria. No. ECD ni under the MCA na county government. So kama unajua hata watoto ni wetu wote. So tumewatengenezea, si ati hatuja watengenezea. Kuna mahali zingine hata tukitengeneza bado wanaweka zile choo za zamani, wanasema inahitajika for girls, hizo za zamani. Ndio tunawaambia tukiwatengenezea choo they have to break those ones, lakini wanakataa. Kama kabla ya kura NTV ili air moja ya Ntani. Ntani primary iliwekwa kwa mtandao kwa NTV kwamba iko mbaya hivyo. Nilienda kutafuta hiyo shimo. Baadaye ukichunguza, ukifanya screen focus, ilikuwa ni shule ya Tigania West, sio ya Imenti North. Tunaelewana? I sent my guys. Hata mimi mwenyewe nilienda nikamuuliza mwalimu, ile nimeona kwa TV, akaniambia haikuwa vile ilioneshwa. So hii ya Mbirikene tayari tumechukua hatua, walileta barua juzi. Si ati walileta, unajua wakati tunafanya public participation, tunafanyanga public participation every 2 years. Na ule anatafuta kura, jana amesema kwa TV ati tunafaa tuende development committee na sijui nini. We do public participation every 2 years, na mwisho tulifanya tukiwa hapo Giaki Chiefs Camp, ACC's camp, kwa ofisi hapo kuna hall ile ya CDF, na watu walipendekeza what is the urgent need, na kama hawakupeana we cannot do. Now, lakini tayari as we are talking contract tumepeana under emergency funding. Tushapeana na imeanza kujengwa hiyo ya vijana. So I meant to ask, kwa sababu wamepanga mpaka mambo ya harambee. Haina shida, wafanye tu harambee. Uta attend? Haina shida because tayari hiyo pesa tayari tumepeana under emergency funding because barua imekuja last week ya mwalimu na tumemwambia ikishamalizika abomoe hiyo ya zamani because ndio itatumika tena na tena. Lakini mambo ya classroom hiyo sitaweza because hiyo ni ECD under the county government. So hiyo MCA ama governor waambiwe wajenge. Okay. Kumekuwa na lalama kwamba mheshimiwa, focus yako ile kubwa iko kwa municipality. Umewawekea lami huku municipality. Hapana, wanasema ni focus iko kwa ward 3. That is municipality, Ntima West na Ntima East. Ambazo ziko hiyo kwenye 3 municipality. ndio wanasema, lakini isitoshe kuna barabara zinafanywa hata Nyaki West. Tunaelewana? Kuna barabara, unajua watu wengi hawaelewi. Wakisema focus yangu ni municipality, nimekutajia shule ya Mbuta. Nimekutajia ukienda Mbirikene Day, utaona vile imetengenezwa. Sawa sawa. Mbirikene primary pia, wachana na choo, hizo classrooms unafaa uangalie. Ukienda Giaki primary, ukienda Kirimatune, ukienda Nkabone. So pali yote tumeguza. Ukienda Pandia Kidhoka, hiyo utaiona. Hata Chugu primary. Chugu primary unafaa uangalie. Barabara
kutoa barabara mpya kutoka Karimanga Ntuiko kuenda paka Chogo, kulikuwa na mawe kubwa, hata ni doza ndio ilitoa, ilikaa hapo karibu mwezi moja kutoa. So hakuna focus sifanyi. Barabara nimetoa mingi sana area yote, lakini classes ndio watu hawaelewi. Isipokuwa barabara ya Kidhoka iko mbaya. But hiyo ni shida because ilibadilishwa classification. Ilikuwa under Kenha, ikaondolewa ikapelekwa under Kera. Sasa nikasema ihame tena under Kenha. Na wakati rais alikuja Ruire 2023-24, sikumbuki tarehe kamili, nilimwambia mbele ya Murkomen, alikuwa waziri na DG wa Kenha Ndungu, kwamba kutoka kwa Nchege kuenda paka kwa Junction iko under Kera na inafaa, zamani ilikuwa under Kenha. So walifanya misclassification. So wabadilishe na wafanya, na rais aliamuru saa hiyo. Sasa hiyo ni kumaanisha aje kama iko kwa Kera, ikiwa kwa Kera na ikiwa kwa Kenha? Sasa tumeiweka kwa Kenha because what is the difference? The difference is Kera haina pesa ya kutosha ya kufanya pesa za lami na hizo. Lakini sasa unajua Kera ilikuwa inatupia Kenha, Kenha inatupia Kera. So it was like no man's land. Na sio Kidhoka mzima, ni hapo karibu na Dheri Center. Nilipiga simu, tuliongea na DG, although DG sasa ameresign. Dungu, mwingine DG amekuja Kimeli, lakini tumeongea na engineer Howard, ule ako Isiolo, na hata watu wa Kidhoka walienda kwake, na nimeongea na yeye tena wiki hii, wamefanya soil test na kila kitu. So within this month inafaa iishe. Tayari tulikuwa tumetenga pesa yetu under Kera, tulikuwa tumetuma Nairobi ndio tufanyiwe approval. Lakini hata pesa yetu kuna shida because Road Maintenance Levy Fund ilisimamishwa na koti, ikapelekwa kwa county government. So pesa yetu badili ya 60 million tumepata only 20 million. So 40 million hata haijakuja. Unajua Wakenya wako na issue sana na hiyo jina umetumia ya kutenga. Hapana, pesa za Kera kukuja inakujanga. Hiyo because ni Road Maintenance Levy Fund, hiyo inakujanga. Na miaka hiyo karibu 8 nimewahi kutumia force account, inaitwa force account. Hiyo inamaanisha you don't do contracting. Ndio nilikuwa nikifanya kazi na NYS. So vile tulikuwa tunalipa NYS material, ile tractor zao wanakuja, tunawalipa allowances pamoja na mafuta na tunalipa. Hiyo tulikuwa badili ya barabara 5, tulikuwa tunafanya hata 15 roads. So because ilikuwa rahisi, na tulifanya hata na MTF, lakini MTF ilikuwa slow, saa ingine inatusumbua. Nataka tuangalie mambo ya national kidogo, lakini mudhikiri wa Weru FM no waranire na mheshimiwa tuli na mheshimiwa Rahim Daud, ni MP wa North Imenti no idro kiuri okilukira namba yetu SMS itina mari 23578 ni namba yetu, na idro kiaranira na mheshimiwa kana kile Facebook fan page yetu ya Weru FM kana Weru TV no kidro imuri kiuria kana maoni yaku yomba kuidro winayo eurorea utongeria bwake na bura Kenya yetete kwa jumla turorania Kenya ekari atia. Mheshimiwa, hiyo ndio swali tunauliza. Kenya dhai yetete atia because kumekuwa kukishuhudiwa kitu ambayo inaonekana kama ni oppression kwa upande wa opposition. Na nikikumbuka vizuri sana President Ruto ambaye ni rafiki yako alisema kwamba anataka a vibrant opposition. Lakini hii opposition sana wanafinyiliwa sana, including colleagues wako kwa assembly ambao hawawezi fanya mkutano. Jana wamezuiliwa na polisi, Jumapili iliyopita pia wamezuiliwa na polisi, ile ingine na hapa kuna mpaka risasi na watu kuumia. Why is this happening in 2025? Kwanza, kitu ya kwanza ni kuambie nilikuwa away.
while you were away. Hiyo ndio unaniambia because nilikuwa nimeenda graduation ya mtoto yangu. Congratulations to Asante. her. Nilikuwa nimeenda graduation London. My daughter alipata first class honors in masters in pharmacy. Congratulations. So hiyo course imefanywa na only 6 universities in the whole world. Oh, okay. In a new program ilianza. So haifanywi bachelors, inafanywa one integrated course. Ile inakuwa prescribing and dispensing. Wow. So nilikuwa away for more than 2-3 weeks. Nimerudi juzi. Nimeona mambo kidogo kwa TV vile hiyo mambo imefanyika, lakini singesema ni nini shori. Mimi pia nilikuwa kwa hiyo hali in 2014. Nilifanya demonstration, nilipigwa na tear gas. Tulikuwa na Murega walikuwa PA wangu wakati huo. Tukipeleka wakati Governor Munya alikuwa amevunja makioski na tulifanya maandamano town, lakini tukifanya maandamano hatukuvunja mambo yoyote. So opposition ni mzuri vile nilisema mwanzo tu. Opposition ndio inatuonesha kama kuna mahali, lakini opposition isikue ya kuenda kutukanana peke yake. Fanya mikutano, ambia polisi utakuwa hapo, get permission or inform the police, not even permission, inform the police, ndio security ikuwe provided. Na pia sio kumaanisha tutukanane kwa hizo mamikutano. Mi siamini kwa kutukanana. Tunaelewana? So mheshimiwa, umekuwa victim na si mara moja wa hizi maandamano. Would you propose ama unge support ile sheria ambayo ilikuwa inaletwa na Women Rep wa Nairobi? Hapana, hiyo sheria ilikuwa mbaya because there is freedom in doing a lot of things. But important ni tusikeuke sheria. Tusi-incite wananchi. We sema mambo yako, lakini do not incite wananchi. Utapata chance yako wakati wa kura. Lakini sasa uki-incite wananchi, una against a lawfully elected government. Na tusiseme ati sio lawful because Gachagua mwenyewe alifanya campaign hapa. Alidi campaign mimi in 2022 wakati alikuwa anafanyia campaign Halima Mucheke dada yangu ambassador. So unajua saa hii kusema hii serikali sio ile, na alikuwa kwa serikali miaka 2 na kitu, ni ile serikali yeye alikuwa amesema ya shares na hiyo. Lakini I don't have anything against Gachagua. Yeye anatafuta umaarufu na kila mtu anatafuta umaarufu. Unajua Gachagua alisema kwamba vile ambavyo mlimuimpeach mulikuwa mna expect ataenda into a political oblivion. Saa hii ni kama anawasumbua hata akiwa majuu. Mimi sisumbuki na Gachagua kabisa. Alikuja Meru, Northimenti, na mimi sikushughulika. I didn't have, hata nilikuwa karibu niende ni welcome akuja atembee Northimenti. Sikatai. Unajua wananchi ndio wanye kuamua. Unajua one day in politics is a long time. So tusiseme ndio region iko. Hata wakati alikuwa deputy president nilisema yeye ndio kingpin wa Mount Kenya ama wa this region. But that was when he was the deputy president. Right now he doesn't hold any position. Pia hatujui kama yeye atakubaliwa kusimama, na akisimama ni nani, itakuwa namna gani until courts ziamue whether he can stand. The same with our governor, our former governor, my sister Kawera Mwangaza. Unajua unasema you're not worried, lakini vile amekuwa kiwadi campaign mpaka anasema nyinyi ni MPs, ni especially actually wa Meru ni watu wa yes sir peke yake. Hakuna kitu ambayo mnapinga ambayo inaletwa na serikali hata kama ni ya kuumiza mwananchi. Lakini miaka 2 uliopita wakati alikuwa deputy president, si ndio yeye ndio alikuwa akituita na anatuambia vile tufanye. So yeye mwenyewe wakati tulikuwa tunamwambia yes sir,
haikukuwa sawa, ilikuwa sawa. Saa hii sio sawa. Unajua sio mambo ya kusema yes sir. Unajua kama kuna kitu inafaa ifanywe wakati iko. So hakuna mambo ati ya yes sir. Unataka maendeleo, unakubaliana. Kama hakuna kitu mbaya unasema. Sio kila kitu unasema yes sir. Okay. Kuna mtu hapa kwa SMS anasema Jambo Wero, I am Lawrence Lugwere Mundengu from Giaki Ndamiri. Anasema say jambo to Honorable Rahim. We have seen his ongoing work on electricity connectivity in Ndamiri to Kuru area. Ask him what plans does he have for homesteads around behind Kabaone Market, Kathangene PCA, Mwangaza Primary School. Kwanza ningetaka kuambia wale wanasema mimi na neglect areas za Nyaki East. Kwa electricity transformers 60% ya transformers zimeenda Nyaki East and mostly Giaki Division. Mostly Giaki Division. Hata Ronyange imeenda na Pandia Giaki. So Lawrence, kuna mpango tuliahidiwa wakati tulikuwa na mkutano na Waziri Opiyo Wandayi, tulikuwa tumepatiwa pesa kidogo. So walisema affirmative action itaongezwa kwa North Imenti na Central Imenti na nafikiri Tiganya East na West itaongezewa, because hizo constituencies zingine zilikuwa zimepewa pesa mingi zaidi. So hapo tunaongezewa pesa na tumepeana list ya 66 transformers ile tunataka. Kwa hiyo karibu 10-15 tayari zimepangwa na contractors are on the way. Siwezi kukujibu hiyo kamili, lakini kama tulipeana, mulitupatia, wananchi walitupatia, wanahitaji transformers. Shida inakuanga transformers, last mile connectivity 600 meters from the transformer inaweza kuenda. Kama kuna daktari ule amefungua hospitali pale, ule wa Amerika, anafundisha kemo. I don't remember his name, professor. Amefungua hospitali, hata yeye alikuwa na shida ya barabara na hizo, lakini nilimtuma kwa Chief of Staff Dr. Mbiteve, waliongea na walisaidiana. Okay. Kuna mwingine hapa anasema morning, naitwa Gaki from Chogo. Hii barabara ya kutoka Chogo to Kirwero itawekwa lami? Hiyo niliomba kitambo last year, na ninaweza kuoneshana barua kwamba niliomba sio hiyo peke yake. Hata juzi niliomba the same road tukiwa Karen kwa naibu wa rais Kithure Kindiki. Wakati tuliitwa kama Meru County, na nilipeana hiyo proposal kutoka bypass iteremke ikuje kwa Ntwangaine Kirwero, ifike Chogo Kauthene, iende Kaithe moja, ingine iteremke Kadhithi, ipite Irene, ipite iende Kabone, itokee pale Mate Road, iende Muringwa Mbugi, iende Nchaure, hapa Maigene, itokee pale kwa Daudi Mbogori, alafu iende Pandia Ngonyi, pale nilikuwa nishaweka kilomita karibu 1-2, ndio ishikanishe iende kutoka Ngonyi, iende Getebe, Gachiege, ndio ikuwe a loop, iende 5 wards. Hii ni mambo ya miaka gani? Well, hii ya Kirwero kuenda Chogo iko kwa mpango, na ngojea tu pesa zikuwe released in this financial year, but sio yote, hiyo ni ile nitapata kidogo kidogo, ndio nitafanya. Sure, mimi nikipata pesa sifanyangi maram. Nikipata milioni 10 ama milioni 6 ama 7, mimi naamua nifanye either lami ama nifanye kabro. Sure, nikifanya maram itaisha within 1 season or 2 seasons. Kinyesha mvua moja. So haina maana. Naam. Mheshimiwa, mambo ya pesa, kuna wasiwasi kwa wazazi sahi. Wazazi wako na wasiwasi, hawajui kama
free education itaendelea ama hii subsidized kama itaendelea? Hata mimi nina wasiwasi hiyo tu. Una wasiwasi aje? Na unajua CS wa Treasury alisema kwamba nyinyi ndio mlipitisha budget na mlijua kwamba haina pesa ya FPE. Hapana. CS Mbadi anatuenjoy. Kwanza ningesema yeye anataka kuangusha hii serikali. Shauri anataka kutoroka kutoka kwa hii serikali, anataka kwenda kutafuta governor vile alikuwa anatafuta mbeleni. So hii ni mpango ako naye. Pesa ya budget ya free primary education is there. Free education is there. Unajua anasema pesa haziko. So atuambie ile pesa ziko hapo. Unajua budget inaletangwa na Treasury wenyewe ndio wanatuletea budget. Ndio tunachambua, tuangalie ni nini inafanyika. So Mbadi is not telling us the truth. Pesa ziko na kama inafaa iongezwe, atuambie alete supplementary budget tupitishe. Did you know kwamba ni 16,000 iko available? No. Wakati mnapitisha budget. Tunajua ni 20, hiyo 20, si 22,000. 22, yeah. It is there. Hiyo ndio ilipitishwa kwa budget. Ndio tunajua. But uliona pia Martin kwamba kuna ghost students. Yeah. Vile tuko na ghost workers, kuna ghost students. Pia. So we need to get to the bottom of this. How is that even possible? Mheshimiwa, na tuko na names. Sio leo. Hiyo imekaa hata zaidi ya miaka 10. Wamekaa. Kuna ghost schools. Ukiona kuna mahali, kuna ghost schools, kuna kibao tu na hakuna shule. Na hakuna shule. So serikali imepatiana to a tune of 3.7 billion. Na hiyo sio kutoka kwa Ruto, inatoka kutoka hata mbele, kutoka wakati wa hata Kibaki. Tunaelewana? Ina carry forward. So kuna mandarins pale kwa education, Ministry of Education, wanafaa waondolewe. Kuna ghost workers wanafaa waondolewe. Hiyo yote tukipunguza hizo na kuambia tuna pesa ya kutosha. Sasa kwa sababu unasema kwamba Mbadi anatudanganya na time yetu naona inaenda kuisha, maybe kwa sababu hiyo ndio mtindo tumeona sasa ikija, kuna mpango labda wa kumuondoa by way of impeachment? Well, mimi sitasema kuna mpango wa kumuondoa ama sio. Hiyo ni prerogative ya president. President ndio amemweka hapo. Na president amesema, Ruto amesema kwamba ni experts. Kuna pesa ya hiyo, na deputy president amesema kuna pesa ya free education. So kama president amesema kuna pesa, anajua pesa ziko wapi. Mbadi anasema hakuna, na Mbadi mwenyewe sasa wanaweza aje kuwa wanaongea mambo tofauti na president na wote ni executive. Lakini ulisikia baada ya Mbadi amesema president amefafanua there is money. CS Ogamba amesema kuna pesa. So there is no reason to doubt. CS Ogamba alikuwa kwa hiyo kamati ambayo Mbadi alikuwa anasema hakuna pesa. Lakini naye Ogamba hakukubali hakuna pesa. Ogamba alisema pesa ziko. Mheshimiwa, kwa sasa hivi tunajua kwamba moving forward hakutakuwa na pesa ya national examinations. Na hii nayo ziko. Hii pesa mheshimiwa ilitolewa actually kwa hii capitation ndio ikapelekwa kulipa exam kama nakumbuka vizuri. Everything is there. Vile mimi nilisikia naibu wa rais na rais wakisema na Ogamba akisema hakuna kitu imebadilika. So tungoje tuangalie, si ndio tuko na exam mwaka hii? Ya mwaka hii imelipwa. Mwaka hii si ndio tuko naye? Naam. Tungoje next year tuangalie kama itakuwako. Wakati haitakuwako ndio tunaweza kusema haiko. Kitu moja ile imechacha wiki hii nasikia deputy president atakuja ku-launch level 6 hospital. Na tulikuwa na mkutano na CS Soipan, tulikuwa na governor, tulikuwa na former governor Kiraito, tulikuwa na senator Kadhuri na wajumbe kadhaa. Tukifanya mkutano DOD. Na wiki hii nasikia inalaunchiwa ifanywe level 6. But level 5 tayari ni teaching and referral hospital. Na sio sasa, ilianza kutoka wakati Munya alikuwa governor. Ilikuwa level 5 teaching and referral hospital. Ile tunafaa
Unajua nimesikia one of my opposition colleagues amesema kwamba level 5 isipelekwe level 6 ifanywe referral. Tayari level 5 ni referral tayari. What we need, na niliongea na governor Mutuma Ntoithinkia, nilimwambia we need to upgrade hospitals within Northimenti ikwe level 4 because hata tayari ilikuwa level 5, watu wetu walikuwa wanaambiwa waende kwa level 4. So walikuwa wanaenda either Kanyakine, walikuwa wanaenda either Githongo au Timau ama Maua. So we need to upgrade ya Giaki na iwekwe hata madawa na madaktari Kinoru, Kadhithi na hizo ndogo ndogo zipandishwe zifanywe level 4 ndio watu yetu wasiende paka Githongo, wasiende Kanyakine. That is the issue ile inafaa iangaliwe. Tukimalizia niko na comments kadhaa hapa kwa Facebook. Kuna moja hapa anaitwa Honorable James Kimathi anasema mheshimiwa great for lobbying that Kithoka Road. Kuna Stanley anasema Martin Rahim is doing good job, ni vile kama anasema unakula peke yako, sijui kwa nini anasema hiyo. Mwambie he should change. Naye Puri Makia anasema good morning Martin, basari ya Rahim sijawahi kosa, thank you mheshimiwa. Kuna mwingine hapa anasema ni Michael Kireinya kwa Facebook pia anasema hello Martin, niulizie kuhusu stima that's some part of Nyaki East hakuna stima, and then I thank mheshimiwa for the fair allocation of bursaries. Vincent Maxwell anasema kindly request Rahim why he has lied to us for the last 13 years since 2013, promised us to install electricity to Nyaki East Dhura. Kia Muitari anasema let them join up with CJ Mother watulete stima. Phineas Muguna Steve anasema Imenti East tumekuwa discriminated in terms of development, huku kwetu hakuna maendeleo tangible, ni choo tu nimeona imejengwa Kambiti Primary. Kwanza ningesema kuhusu Kambiti, kuhusu Kambiti miaka 2-3 hatulikuwa tumefanya. Unajua kuna shule zingine wakileta hawaleti wakati tunafanya public participation, lakini mwaka hii tumeamua tutafanya Kambiti. Tumewapatia karibu 3 million shillings ya choo pamoja na classrooms. Pandi ya stima nimesema Nyaki East ndio the beneficiary maximum, but tumepeana hopefully within a few months or 1 year tutakuwa tumemaliza ile mipango. Upande wa barabara ninafikiri ile barabara ilikuwa inaliliwa pandi ya sports club, hiyo imefanywa na hiyo ndio barabara niliomba 2016 na ilienda all the way, itaenda paka Giaki. So nimeongea na naibu wa rais kuhusu hiyo, kutoka Giaki iende Charia. Na kuhusu Imenti East sub county World Classified ama utaki hiyo niseme, hiyo ni time yetu imetuondoa. Na ndino wikirentumirie kwe muchemanio kiatho amona ntumiri cha mathiko